Karibu kwenye habari za ulimwengu. Mvutano kati ya Urusi na mataifa ya magharibi umeingia katika hatua mpya baada ya kuongezeka kwa mashambulizi katika maeneo ya mashariki mwa Ukraine, huku juhudi za kidiplomasia zikionekana kukwama. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameonya kuwa kuongezeka kwa misaada ya kijeshi kutoka kwa nchi wanachama wa NATO kutachukuliwa kama uchochezi wa moja kwa moja dhidi ya usalama wa taifa lake. Katika siku za hivi karibuni, Ukraine imepokea mifumo mipya ya ulinzi wa anga na silaha za kisasa kutoka kwa washirika wake wa magharibi, hatua inayolenga kuimarisha uwezo wake wa kujihami dhidi ya mashambulizi ya anga na makombora. Kwa upande wake, Moscow imeongeza mashambulizi ya kimkakati katika miundombinu ya nishati, vituo vya kijeshi na njia za kusafiria, ikilenga kudhoofisha uwezo wa Kiev kuendelea kupigana kwa muda mrefu. Wachambuzi wa kijeshi wanasema hali hii inaashiria kuingia katika awamu ya vita vya uchovu, ambapo pande zote mbili zinajaribu kuuchosha upande wa pili kiuchumi, kijeshi na kisiasa badala ya kutegemea ushindi wa haraka wa uwanja wa vita. Hata hivyo, kinachotia wasiwasi zaidi ni ongezeko la makosa ya kimkakati au ajali ya kijeshi ambayo inaweza kuhusisha moja kwa moja majeshi ya NATO, jambo ambalo lingeweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa mgogoro huu na kuupanua zaidi barani Ulaya. Ndani ya Ulaya, baadhi ya nchi zinaendelea kusisitiza umuhimu wa mazungumzo ya amani, lakini zingine zinaamini kuwa kuonyesha udhaifu sasa kunaweza kuipa Urusi nafasi ya kusukuma mbele ajenda yake ya ushawishi wa kikanda. Wakati huo huo, athari za vita hii zinaendelea kuonekana katika uchumi wa dunia kupitia misukosuko ya nishati, bei za nafaka na hofu ya kuyumba kwa masoko ya kifedha. Hali hii inazigusa pia nchi za Afrika ambazo zinategemea uagizaji wa bidhaa kutoka eneo hilo. Swali kubwa sasa ni hili: je, mgogoro huu utaendelea kuwa vita vya kudumu vya uchovu, au dunia inakaribia kushuhudia mabadiliko makubwa yatakayoweza kuhusisha moja kwa moja mataifa makubwa ya kijeshi? Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.